Kaka. Na saizi. Salama ni aje? Salama sana kaka. Mbona siku hizi sikuoni kaka? Utaweza siku hizi yani unakaa na shinda shamba huko. Kaka. Kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana. Nimejitahidi hadi mpaka nikakifaulu. Mdogo wangu, usiniambie kwamba lile jambo ambalo nilokutuma ndio umekwenda kulifaulu. Kaka. Mbona haraka hivyo? Subiri nitakwambia. Alafu kaka, nilipokuwa napita mitaa ya kati, niliona mahali ambapo mke wako anapoishi. Mke wangu mimi? Ndio. Anita? Ndio. Alafu kinachonishangaza zaidi, mke wako nimkuta ana ujauzito. Unasemaje? Mke wako ana ujauzito. Inawezekana Anita kajifungua. Na atajifunguaje bila kuniambia mimi? Nilivyoona mimi kaka, kutokana na kazi ambazo anazozifanya, sioni kabisa kama amejifungua. Ina maana ameutoa? Kaka, haiwezekani. Sababu ile ujauzito ulikuwa kwa mkubwa kutoa. Sidhani kabisa. Ili swala kabisa lazidi kuniweka mashaka. Kwa sababu Anita toka mwanzo tunilikaa nikimgundua ujauzito inawezekana ni mazingaombo. Kwa sababu namshakia yeye na Melina ya kwamba wako njama moja. Sasa naomba unisikie. Umesema unapajua? Ndio kaka. Acha nimtafute Baruti. Halafu tuonane jioni. Tuweze kuongea. Upanipeleke. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Basi mimi mida saa 12 nitakutafuta. Kama nilivyokuamini. Usije ukatoa siri hii. Sawa. Mida saa 12 mimi nitakutafuta. Murna, kama nimekuita hapa ni kwa sababu ya mkuu. Uendelee kumlinda wewe mwanamke kama agizo alivyokuambia na usiende kinyume na sheria. Sawa, nimeshakusikia. Ila Sabrina tarudi lini? Kurudi kwa Sabrina hakuna anayefahamu kwa sababu alienda kwenye vita kali. Inatakiwa tu wavumilivu. Nimesikia na nimekuelewa. Sasa kuhusu swala la Anita, kwa sababu ana mashaka sana na sisi. Mkuu ameamua nini? Kuhusu mwanamke, wewe endelea kumlinda tu. Ila usimpe nafasi ya kuongea naye, usijivunja sheria. Na tusubiri Sabrina akija aweze kumpatia kazi nyingine. Sawa kiongozi, nimekuelewa. Unajua kama ile nyumba ni mpya kwenye kijiji na nimeleta pala ajili ya Anita. Mnafikiriaje kuhusu wenye kijiji? Kuhusu hilo ondoa hofu. Mkuu anapopanga jambo huwa hashindi. Sawa kiongozi, nimekuelewa. Mdogo wangu, kuna jambo ngumu na nzito. Nataka tuliongee. Ila sijui utachukuliaje. Ila naomba uwe mwepesi kwa kunielewa. Tuliongelea kuhusiana na ujauzito. Nikakwambia sio wa Ayubu. Kuna maisha ambayo mimi nimeingia ndani kwa sasa mimi yananishinda. Kuna kikundi ambacho nimejihusisha nacho. Nimejikuta maisha yangu yanaenda kuharibika sana. Kuna unyama mwingi ambao nimefanya mimi. Kuna maangamizi mingi nimefanya kwa watu. Ila kwa sasa moyo wangu unanisuta. Sielewi mdogo wangu. Wapi ambapo mimi nitaishia? Na ule ujauzito. Kile kimekuwa tu ni kitu ambacho kimetengenezwa. Ngoja kwanza dada. Ina maana ule ujauzito ambao ulikuwa nao sio ujauzito? Na ni kazi maalum ambayo ulipewa ambayo uifanye? Dada. Hicho kiniingia akilini.
Unanichanganya. Najua itakuwa ngumu kunielewa. Ila na imani ukinisikiliza utanielewa. Kuna maisha ambayo nimejiingiza ndani kwa sasa najuta. Kuna vitu vingi nimefanya vinanisuta kwenye moyo wangu mimi. Haya maisha nimeyachoka. Nimemnyanyasa Ayubu. Nimejinyima furaha mimi binafsi. Hizi ni tamaa ambazo zinanipoza mimi. Kama msaada wako. Haya maisha nimeyachoka. Nisaidie. Ina maana wewe ndio mhusika wa haya yote ambayo nayapitia? Wewe ndio umenichafulia jina dada. Kweli. Umeniharibia mahusiano yangu. Hivi Daudi tena anihitaji kwa sababu yako. Alafu nahitaji mimi nikusaidie. Uchawi wako wewe unatengeneza. Alafu lawama nazipewa mimi. Kijiji chote hakinihitaji kwa sababu yako. Dada, wewe ni mnafiki. Sikutegemea kama wewe kunifanyia kitu kama hiko. Alafu fisadi umejificha wewe mchawi. Dhambi zako utende wewe. Alafu mimi nipewe lawama. Alafu cha kushangaza unahitaji msaada kutoka kwangu. Kweli dada, na moyo wako mchafu umesababisha mimi mahusiano yangu mimi na Daudi na Katika. Leo Daudi ananijua kama mchawi. Maskini mapenzi yangu. Sikutegemea kwamba naweza nikapata dada mnafiki kama wewe. Leo mimi nikupe msaada. Na wakati unakuja kunibama. Unataka kunilipua dada. Hapana. Naomba nisamehe. Sina msaada mimi. Nijutie makosa yangu. Nijutie dhambi zangu mimi. Nimechoka ya maisha mimi. Napewa kazi ambazo zifurahishi moyo wangu. Naishi maisha ambayo sitaki. Nachoka. Nachoka mimi. Pole dada. Sikuwa unajua kama unapitia kipindi kigumu kama hiki dadangu. Nitakusaidia. Nitakuwa bega kwa bega na wewe. Sitakuacha tena. Najua uwezi kufanya mambo kama haya. Ulikuwa unapelekeshwa tu. Japo kijiji kitanitambua vibaya. Nitabaki na wewe. Kwani umenisamehe? Ndio dada, nimekusamehe sana. Tuondoke. Mahali hapa si sahihi kwetu. Murna, kama nimekuita hapa ni kwa sababu kuna tatizo ambalo limetokea. Na inanibidi nende nikamsaidie Sabrina. Kwa hiyo, unatakiwa uwe makini sana. Kwa sababu kazi unayofanya, Sabrina ndo angeifanya. Kiongozi, kwani tusishirikiane kwa pamoja? Twende tukadhibiti hayo majina yanayosumbua Sabrina. Murna, sasa hivi haiwezekani. Una kazi kubwa ya kumchunga Anita. Inastahili uwe makini na Anita. Hiyo kazi ni yangu mimi.
Sawa kiongozi, imekuwa tu ni wazi, ila yale majina hawezi kumweza Sabrina. Sawa, naondoka. Inabidi ukamlinde Anita. Nachoweza kukwambia sasa hivi unaanza kuharibu kila kitu. Tazama sasa, Anita hayupo tena. Sasa hivi Anita ametoweka mahali hapa na ameanza kwenda katika njia ambayo ni kubwa na yenye uwezo kuliko hata sisi. Mbona unatakiwa kutafuta kwa haraka sana uweze kupata Anita, la sivyo maisha yako hata mwenyewe yatakuwa hatarini. Samahani kaka. Njoo kidogo. Ndio. Kama utojali, nimependa unielekeze njia ya Vihinda. Dadangu wewe hapa bado ngali mbali. Yaani mbali sana. Yaani mbali sana. Kusema ufike Vihinda. Unaona njia huku? Tazama huku. Unaona njia? Hii njia hii. Yaani endelea nayo. Sawa? Ukisogea kidogo tu, yani kidogo tu. Ukifika pale. Yaani ukisogea tu kidogo tu, yani kidogo tu. Utakuwa umepatia. Pale ndio Vihinda pale. Asante kaka. Sawa mama, asante pia. Lakini samani kwanza. Wewe ni mgeni hapa kwenye hiki kijiji eti? Kwa sababu umeumbika. Haya mama, samahani.